Thamani halisi ambayo imepita mpaka sasa ni dola 314,159. Kwa pesa zetu za Kitanzania inaweza kuwa kama shilingi ngapi? Milioni 800 na kitu. Wow. Ndio. Tangu jana mimi nipigiwa simu na mtu kwa Marekani ananiambia, "Madam, GCV 314,159 imepita." Nikaambia, "Wow, imepita." Kuna makampuni yatakuja kwa ajili ya kujenga nyumba, yataleta magari, yataleta simu, yataleta mafriji, ma-TV, kila kitu unalipa kwa pai. Hakuna hela ya makaratasi. Yaani unaenda dukani una simu yako tu. Unafika hapa tunascan QR code, unachukua bidhaa unaondoka. Ndivyo itakavyokuwa. Nicholas sio mjinga. Sema eti anakupa hii pai ni bure. No, ni kitu ambacho yeye amekifikiria na akaona kwamba kitasaidia watu kwa sababu ndio lengo lake yeye. Mimi nitaenda tu nyumbani. Kwa sababu kwanza nitatoka hapa nimeshachoka, nitaenda nyumbani kwa kweli nikapumzike, nikatulie kwanza nimshukuru Mungu. Sio hoteli ya nyota 5 kwanza. Hapana, kwa sababu bado nitakuwa kwanza sijazishika. Ila nikisha kuzipata sasa, lazima tu jamani nitoke niende popote sasa. Sio hapa tu nchini. Niende nje huko, niende Dubai, niende South Africa nikatembee. Nikarelax. Yeah. Umeshaandaa passport? Yaani iko kwenye mchakato, iko tayari. Mtazamaji wa Wave TV Tanzania, kama ambavyo unaelewa, hii leo ni siku ya uzinduzi wa mtandao wa Pi ama Pi Network. Tumezoea kuita kama Open Network, wengine wanaita Open Mainnet. Tunaendelea kusikiliza maoni kutoka kwa wadau mbalimbali ambao wamefika katika uzinduzi huu hapa, na nimekutana na shangazi hapa, madame. Wanakuita nani? Naitwa Madam Mbisi Kamanda. Madam Mbisi Kamanda. Wow, Kamanda kweli? Ndio. Bwana, umekuwa kwenye mazingira tofauti tofauti ya kuisikiliza Pi, na hii leo kila ambacho umekuwa ukisikia leo kinatimia. Na Madam Mbisi anakwenda kutuambia ni kwa namna gani ambavyo anaipokea siku hii ya leo ya uzinduzi mara baada ya miaka 6 watu wakiwa wanaendelea kuichimba, na leo ndio siku ambayo imekusudiwa na Mungu kutangazwa kwamba watu wanakwenda kunufaika. Unajisikiaje? Kwa kweli ndugu mtangazaji, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kutufikisha siku ya leo. Tangu miaka 6 iliyopita 2019 tulipoanza kuchimba Pi, coin ya Pi, mpaka leo ni jambo la kumshukuru Mungu. Wapo wengi waliochimba wakata tamaa wakaacha, wakaja wakachimba wakata tamaa wakaacha, na sasa leo inaenda kufikia tamati. Na pia ninachosikitika, wapo wengine pia walichimba Pi kwa uaminifu sana na kwa kuiamini, lakini kwa bahati mbaya wamekufa pia wakiwa wameacha Pi zao hawajazifaidi. Kwa hiyo kuna mambo mengine ya kuumiza lakini mengi ni ya kufurahisha. Kwa leo kwa tuna furaha sana. Ndio. Tunategemea kusikia nini mara baada ya uzinduzi? Hapa tunachotegemea kusikia sasa ni yale makampuni ambayo walipita kwenye Akasun yataanza kuleta bidhaa, pamoja na wafanyabiashara binafsi tofauti tofauti wa nchi tofauti tofauti wataleta bidhaa hapa na watauza kwa Pi. Unadhani Pi inafahamika kwa kiwango gani na itakubalika vipi kuwa sarafu ya matumizi katika ulimwengu huu, hasa katika nchi zetu za Kiafrika na hususan Tanzania? Kutokana na kwamba kipindi cha nyuma hapa tumefanya sana barter trade, kwa kweli sasa hivi Pi inafahamika kwa kiasi kikubwa, na kama wapo ambao waifahamu basi tutaendelea kuifahamu, kwa sababu nadhani tutakuwa tunakwenda supermarket, kwenye yadi za magari, mahali pote tutakuwa tunakuza pay with Pi. Unakuta ile QR code pale. Kwa hiyo ukiona QR code mtu atasema hii kitu tulishaionaga, labda alishashirikishwa na mtu akasema ni ujinga, kitu hakitakuwa na pesa. Akija kuona pale ataanza sasa kufuatilia, atamtafuta hata yule mtu aliyekuwa amempa ile taarifa kwa mara ya kwanza, kumwambia ndugu yangu nimepata sehemu nimekuta QR code unaambia lipia kwa Pi. Hivi kumbe ile Pi imekuwa kweli? Ataambia ndio, ni kweli, ni pesa. Kuna mwanamama yuko anakutizama na huenda ni rika lako, haelewi namna gani atakavyokwenda kunufaika Pi, au Pi itawanufaishaje? Hebu muelezee, tutaitumiaje Pi? Kwa kweli kutumia Pi kwanza kabisa itatukomboa sisi kama kina mama ambao wengine ni single mother, wengine wamefiwa, wengine wako na waume zao, lakini bado maisha ni magumu, kwa sababu wataweza kununua bidhaa zozote, bidhaa yoyote kupitia Pi. Kuna makampuni yatakuja kwa ajili ya kujenga nyumba, yataleta magari, yataleta simu, yataleta mafriji, ma-TV, kila kitu unalipa kwa Pi. Hakuna hela ya makaratasi. Yaani unaenda dukani una simu yako tu. Unafika hapa tunascan QR code, unachukua bidhaa unaondoka. Ndivyo itakavyokuwa. Tunaenda kubadilisha maisha kabisa kutoka leo. Na thamani halisi inayotajwa ya Pi moja ni kiasi gani? Thamani halisi ambayo imepita mpaka sasa ni dola 314,159, ambayo ni 300,000. 300,000. Ambao ni kwa pesa zetu za Kitanzania inaweza kuwa kama shilingi ngapi? Milioni 800 na kitu. Wow. Ndio.
milioni 800. Kwa hiyo ukiwa na pai moja una milioni 800. Yaani ukiwa na pai moja imehama iko available balance kwenye wallet yako. Yaani una milioni 800 ni kutumia tu. Yes. Kwa mtu ambaye ana zaidi ya pai 10 tunamwambiaje? Mtu mwenye pai 10 kwa kweli yani huyo ni trilionea tu. Yaani sina cha kumwambia. Yaani huyo mtu kwanza na mheshimu, nampa saluti. Changamoto ambayo nakutana nayo kwa watu wengi ni kutoamini kiwango hichi kinachotajwa, ikiwa ni kwa sababu unaipata bure. Ni nani anaweza kukupa shilingi milioni 800 za Kitanzania bure katika ulimwengu huu? Unawaambia nini? Yaani kwanza ninachotaka kuambia kwanza, pai sio bure, kwa sababu kwanza pale tumewekeza muda. Kumbuka kuna kitu kingine ambacho unaweza kuwekeza muda hata usiwekeze pesa, lakini muda tayari ni pesa, unajua Time is money. Time is money. Kwa hiyo mtu anaposema pai ni bure, mimi namshangaa. Umewekeza muda wa kusubiri, pia umetumia bando. Kwa hiyo sio bure, na yule mtu alioandaa Nicholas sio mjinga kusema eti anakupa hii pai ni bure. No. Ni kitu ambacho yeye amekifikiria na akaona kwamba kitasaidia watu, kwa sababu ndio lengo lake yeye. Binadamu tusaidike na ndivyo itakavyokuwa. Kuhusu habari ya bei kuwa ni 3,114, 159 ni kweli kabisa, wala haina ubishi, imeshapita. Tangu jana mimi nipigiwa simu na mtu kwa Marekani ananiambia, madam GCV 314 150 imepita. Nikaambia wao, imepita. Tusikie kutoka tumekuwa tukisikia maoni kutoka kwa watu mbalimbali, lakini wakati wa launching na muda ule ambao tumetajiwa, tutegemee kuona tamko linaloelekeza GCV, pengine maoni yako ni yapi hapa? Nadhani ndio itakavyokuwa. Ndivyo itakavyokuwa. Yes. Kwa hiyo tutawekeana GCV pale kwamba thamani halisi ni $300. Tutawekeana pale, na hapo ndio sasa watu watakaposhangilia na kupiga vigelegele. Ninaamini ikija $300 ambao ni sawa na milioni 800 za Kitanzania, ninaamini kuna pioneers wengine wenye pai hawatarudi nyumbani leo. Wataenda wapi sijui. Hiyo ni kweli. Kwa sababu mtu unatoka nyumbani hata nauli umeunga, halafu unarudi nyumbani unahesabu mamilioni yaliyoko ndani ya simu yako. Unahisi utatekwa, au mwingine mwenye tabia zake atakaa mahali fulani ambapo pa kujipongeza pengine? Ndio itakavyokuwa. Wengi wataenda kujipongeza na wengine wataenda kanisani. Kila mtu na jinsi anavyotaka. Lakini mimi wito wangu, unadhani wewe utaenda wapi? Mimi nitaenda tu nyumbani, kwa sababu kwanza nitatoka hapa nimeshachoka. Nitaenda nyumbani kwa kweli, nikapumzike, nikatulie kwanza, nimshukuru Mungu. Sio hoteli ya nyota 5 kwanza? Hapana, kwa sababu bado nitakuwa kwanza sijazishika, ila nikisha kuzipata sasa lazima tu jamani nitoke niende popote sasa. Sio hapa tu nchini, niende nje huko, niende Dubai, niende South Africa, nikatembee, nikarelax. Umeshaandaa passport? Yaani iko kwenye mchakato, iko tayari. Madam Mbise. Basi nikushukuru sana Madam Mbise, na niwakatakia wakati mzuri wana Wave TV. Tuendelee kusikiliza na kufuatilia kile ambacho kinaendelea kutokea hapa katika ukumbi wa City Garden jijini Dar es Salaam, njia panda kabisa ya Kariakoo na Kurasini kwenda bandari. Kwa watu ambao wako Dar es Salaam wanaweza kaelewa vizuri, ni njia hii inayoelekea bandarini ama Kurasini, wengi tumezoea kuita kama ni Kilwa Road. Ukifika hapa iko sehemu moja ambayo inaitwa City Garden. Ndiko wanapai katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani wamekusanyika hapa kusubiri muujiza ambao wameusubiri kwa muda wa takribani miaka 6. Hii leo tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2025 unatimia. Jina langu ni Alexander Muku, hii ni Wave TV Tanzania. Kana mimi. Ciao.